Hivi, ulishawahi kujiuliza dunia itaishaje? Je, ni kwa vita vya nyuklia au milipuko ya majanga hatari duniani au hizi sayari zinazodondoka duniani? Labda sivyo. Wataalamu wengi wanakubaliana kwamba njia inayowezekana kabisa kwa kumaliza ulimwengu ni kuharibiwa kwa bahati mbaya. Yaani kimakosa. Na leo tunaangalia soko la siri la chini ya ardhi linalohusika katika kutumia makosa hayo. Soko ambalo wadukuzi katika basement yao hupata mamilioni ya dola kutoka kwa magaidi, madikteta na hata serikali yako wewe mwenyewe. Lakini tunapoingia katika ulimwengu huu wa giza wa chini ya ardhi, pia tutauliza jinsi inavyokuathiri wewe. Je, umewahi kujiuliza ikiwa unatazama kupitia kamera yako ya wavuti au kamera ya simu? Au ikiwa faili na ujumbe wako unaolindwa na neno siri na ni kwa faragha kama unavyoonekana? Kadri maisha yetu yanavyozidi kuunganishwa na teknolojia, je, umewahi kusimama kufikiria hatari au kuuliza ni nani anayedhibiti kweli? Nitakuonya sasa, maisha yako labda yatakuwa bora zaidi ikiwa hautatazama hii video. Wakati mwingine ujinga ni raha na utakuwa na furaha zaidi bila kujua. Wazungu wanakuambia usichokijua hakitokuumiza, kwa sababu mara tu tunapofungua ghala hili hakuna kurudi nyuma bwana. Sikuwahi kusahihisha kompyuta yangu mara kwa mara. Nilikuwa nikibonyeza kitufe cha nikumbushe baadaye, yani remind me later. Nilikuwa nikijiuliza mara nyingi sana, kwa nini tunahitaji masahihisho mengi? Ni nini hata kinabadilika basi? Ikiwa unaweza kuelewa, basi mwishoni mwa video hii na kuhakikishia kuwa utakuwa umebadilisha kabisa mawazo yako kuhusu kuahirisha masahihisho. Lakini hebu kwanza tuanze kutazama mwanzoni. Kuna kila aina ya masoko nyeusi na ya siri, yani black market. Kuanzia madawa ya kulevya, yani drugs, lakini pia silaha haramu. Kutakuwa na biashara haramu zinazofanyika gizani. Lakini moja kati ya masoko yanayosumbua na ya siri zaidi ni ununuzi na uuzaji wa unyonyaji wa siku sifuri, maarufu kama zero day, ambayo inazua swali letu la kwanza. Hiyo zero day ni nini? Siku sifuri, yani zero day wakati mwingine utamkwa all day. Kimsingi ni dosari katika programu au vifaa ambavyo hakuna kiraka au marekebisho yaliyopo. Inaitwa zero day kwa sababu mtengenezaji wa programu hii ana siku sifuri kuja kutengeneza ulinzi, yani defense. Kifupi wajua hata kama ipo, na hadi muuzaji atakapojua kuihusu na kutoa sahihisho la kurekebisha, yani updates, mtu yote anayetumia programu au vifaa hivyo yuko katika hatari. Ndio maana zero day ni zana yenye nguvu zaidi kwa mdukuzi ama haka yeyote, na inaweza kuwa mlango wa nyuma, yani backdoor kwa mfumo wote duniani. Kwa mfano, zero day katika iOS ya Apple inaweza kumruhusu mtu kuingia kwa mbali kwenye iPhone yote duniani na kuona kila faili, program, picha na ujumbe bila kugunduliwa kabisa. Na hakuna ulinzi dhidi ya matumizi ya zero day. Kwa ufafanuzi, ni udhaifu usiojulikana. Kwa hivyo hakuna antivirus itakayokusaidia. Bila shaka hatimaye mtengenezaji hupata shimo la usalama na kutoa sahihisho la usalama, lakini inaweza kuchukua miezi au miaka kadhaa kabla ya kugundua, ambayo inamaanisha kwamba uharibifu mkubwa unaweza kufanywa kabla ya hapo. Kwa matumizi sahihi ya zero day, mdukuzi anaweza kuingia katika kampuni au mfumo wote duniani, na hiyo haimaanishi tu vifaa vyako vinaweza kuingiliwa katika kambi ya kijeshi au vidhibiti vya usalama katika kiwanda cha kemikali au hata kufunga gridi ya umeme wa taifa. Kwa kuzingatia jinsi matumizi ya zero day yanayoweza kuwa na nguvu, bila shaka yana faida kubwa. Mnunuzi sahihi atalipa mamilioni ya dola. Lakini kuhusu ni nani anayenunua matumizi haya ya zero day, hilo ni swali linalosumbua zaidi. Yote yalianza miaka ya 80 na 90 wakati wadukuzi, yani hackers, wangepata itilafu katika programu mbalimbali. Hii ilikuwa mara nyingi burudani tu. Walikuwa na hamu ya kuona jinsi msimbo au bug kwa lugha ya Kiingereza unavyofanya kazi, na kama ongeweza kupata udhaifu wote ndani yake, basi ikiwa ungepata kosa katika bug ama msimbo, mara nyingi wangewasiliana na makampuni hayo ya teknolojia kama Microsoft au Oracle kwa kuwajulisha kwamba wamepata udhaifu. Lakini makampuni haya ya teknolojia hayakushukuru. Ikiwa kinyume chake, waliona wadukuzi hao kama kero, kama wahalifu. Kwa hakika hawakutaka watu waelekeze umakini kwenye dosari katika bidhaa zao, na hivyo wangewaambia wadukuzi waache kupeleza programu zao, la sivyo wangechukua hatua za kisheria. Balaa hili kutoka kwa makampuni ya teknolojia lilisababisha kuchanganyikiwa sana miongoni mwa wadukuzi ambao walikuwa wakijaribu kufanya jambo hili sahihi kwa kuarifu makampuni kuhusu dosari katika bagi yao. Kwa hivyo vitisho kutoka kwa makampuni ya teknolojia vilisababisha chuki nyingi ambazo hatimaye zingesababisha wadukuzi wengi wa kofia nyeupe kuwa kofia nyeusi. Kwa hivyo
Makampuni hayakuwasikiliza. Baadhi ya wadukuzi walianza tu kushiriki hitilafu walizozipata hadharani mtandaoni, kama kwenye huduma inayotumia Bugtrack. Microsoft kisha ikawalinganisha na magaidi. Kwa hivyo mnamo mwaka 2003 kampuni ya usalama inayoitwa iDefense ilihisi fursa, ikapata fursa. Walianza kuwalipa wadukuzi moja kwa moja kwa udhaifu walioupata. Mara nyingi ilikuwa kiasi kidogo sana, labda dola 100 hivi, lakini hii iliwapa wadukuzi motisha ya kushiriki hitilafu walizopata kwa njia ya kimaadili. Kwa sababu iDefense ingeshiriki hitilafu hizi na wachuuzi ili waweze kurekebishwa, lakini wakati huo huo wangeweza kuwapa wateja wao suluhisho la kujilinda hadi muuzaji atakaporekebisha hitilafu hiyo. Kwa hivyo mfumo wa biashara wa iDefense ulifanya kazi vizuri kwa kila mtu, lakini hii ilizaa soko la zero day, ambapo udhaifu huu wa siku sifuri, yani zero day, ungeweza kuuzwa kwa faida, na haikuchukua muda mrefu bwana kabla ya iDefense kuanza kuzidiwa bei. Wakandarasi wa mashirika ya serikali na wapatanishi wao walianza kuwasiliana na wadukuzi moja kwa moja na kulipa bei za juu zaidi. Inaweza kuwa makumi au mamia maelfu ya madola kwa unyonyaji sahihi. Bila shaka kulikuwa na sharti moja muhimu: ukimya, yani siri kubwa. Zero day ina thamani kubwa tu ikiwa hakuna mtu mwingine anayejua kuihusu, kwani ni wazi mara tu muuzaji anaporekebisha shimo la usalama, mdukuzi hupoteza ufikiaji. Kwa hivyo ikiwa pelelezi wa serikali na madalali wangetoa takwimu 6 kwa unyonyaji wa zero day, ilikuwa ni muhimu kuwa hakuna mtu mwingine anayejua kuihusu. Sheria ya kwanza ya soko la zero day ni huzungumzi kuhusu zero day. iDefense ilianza kugundua kwamba uwasilishaji wa hitilafu ulianza kupungua, na baadhi ya wadukuzi walianza kusema kwamba wamepata pendekezo ama chaguo bora, yani better deal. Hata hivyo pesa hizi zilikuwa zinatumwa kupitia agents, yani madalali. Kwa hivyo hawa hackers, yani wadukuzi, hawakuwa najua wanalipa pesa hizo za zero day kwa nani. Unaweza kutumaini unyonyaji unaopata unauzwa kwa serikali yako mwenyewe ambayo inatumia kupeleleza magaidi na kuzuia madhara, lakini kwa kweli inaweza kuuzwa kwa taifa la kihuni ambalo linaweza kutumia na kusababisha mlipuko katika kiwanda cha kemikali na kuua raia. Hauna njia ya kujua. Ndio maana wauzaji wa zero day wametajwa kuwa kama wafanyabiashara wa vifo, wakiuza risasi kwa vita vya mitandaoni. Tunajua kutokana na uvujaji wa Edward Snowden kwamba Marekani ilikuwa mmoja wa wachezaji wakubwa katika soko la zero day. Nyaraka zilizovuja zilionyesha kuwa NSA ilikuwa imepata maktaba kubwa kabisa ya milango ya nyuma isionekana katika kila programu, server au mfumo unaweza kufikiria wewe, na zinaweza kuingia hata kama kifaa kimezimwa. Lakini kimsingi kila nchi duniani sasa inafanya kazi na soko la zero day. Hapo awali sababu za kuficha unyonyaji huu ilikuwa ni kwa sababu ndio zana bora ya ujasusi, lakini kwa sasa kwa kuwa tunatumia programu hiyo hiyo katika viwanda, mitambo ya nyuklia, gridi za umeme na mabomba, unyonyaji huu wa zero day ukawa zana mpya ya vita vya mtandaoni. Bila shaka zile siku ambazo zero day zinaweza kutumika dhidi ya adui wako zinaweza kutumika dhidi yako pia, kwani sehemu kubwa ya dunia inayotumia teknolojia hiyo hiyo, na makampuni ya teknolojia yamekumbatia kabisa kauli mbiu ya songa haraka na uvunje mambo. Lakini hii ina maana kwamba kadri misimbo, yani bugs zaidi zinavyoandikwa haraka, hitilafu zaidi zinaonekana ambazo zinaweza kutumiwa vibaya. Cha kufurahisha ni kwamba makampuni ya teknolojia sasa yamebadilisha mtazamo wao kuelekea wadukuzi, na badala ya kuwaona kama adui, wamegundua kuwa ni aina ya bei nafuu ya uhakikisho wa ubora. Kampuni nyingi sasa hutoa programu zao za fadhila ya hitilafu ili kuwalipa wadukuzi, yani hackers, kwa kupata udhaifu katika bug zao. Tatizo ni kwamba madalali wa siku sifuri, yani zero day, hulipa pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo kampuni nyingi kimsingi zinaamini kwamba wadukuzi wanaopata hitilafu watakubali pesa kidogo kwa kumpa muuzaji moja kwa moja ili waweze kuirekebisha, badala ya muuzaji kuwa na dalali wa zero day. Kwa mfano, kuna dalali wa zero day ambaye kwa kweli anashiriki orodha yake ya bei hadharani inayoitwa Zerodium. Madalali wengi huficha sana kuhusu wanamuuzia nani na ni kwa kiasi gani, lakini Zerodium ni wazi kwamba ulipa kati ya dola milioni 2 na dola milioni 2.5 kwa zero day kwa Android na iOS, ambayo inaweza kufikia kifaa cha mtumiaji kikamilifu. Kwa hivyo unavyoona sasa kuwa soko linalostawi la unyonyaji wa zero day, kwani kimsingi zinaweza kuwa silaha za mtandao za maangamizi makubwa, na unaweza kufikiria uharibifu ambao zinaweza kusababisha, isipokuwa hatuhitaji kufikiria sana, tayari imeshatokea. Bana, huu ni mwaka 2010 katika makao makuu ya mpango wa nyuklia wa Iran, ambapo wanaendeleza silaha za nyuklia.
hawajui wameambukizwa mdudu hatari wa kompyuta ambao ni silaha ya kisasa zaidi ya mtandao kwa kuonekana duniani. Hii iliitwa Stuxnet. Shambulio lilianza wakati kiendeshi cha USB flash kilichoambukizwa kilichochomekwa kwenye kompyuta inayoendesha Microsoft Windows. Kwa kutumia udhaifu wa Microsoft Zero Day, Stuxnet iliweza kuenea kutoka kwenye kiendeshi cha USB kilichoambukizwa hadi kwenye kompyuta bila kugunduliwa. Kisha kwa kutumia udhaifu tofauti wa Zero Day katika vichapishi, Stuxnet iliweza kupata mtandao wa ndani wa kituo hicho na kuenea katika kiwanda kizima. Ingawa mtandao haukuwa umeunganishwa kwenye mtandao, kwa kutumia udhaifu huu wa Zero Day, Stuxnet ingeweza kujificha ndani kabisa ya mifumo yao hadi ilipopata shabaha yake. Kisha Stuxnet ilianza kujaza viini vya urani vinavyozunguka kwa Irani bila kudhibitiwa, kusababisha vipate joto kupitia kiasi cha kujiangamiza. Mdudu huyo wa kompyuta alikuwa akisababisha uharibifu halisi wa kimwili, na bado msimbo au bug hiyo ilitengenezwa kwa ustadi sana kiasi kwamba uliripoti kwenye vifuatiliaji kwamba vidhibiti vya nyuklia vilikuwa vikizunguka kwa kasi ambayo sio ya kawaida. Na hivyo kwa wanasayansi wa Iran waliokuwa wakifuatilia skrini za kompyuta, kila kitu kilionekana kuwa sawa, kufikia wakati hatimaye walipogundua kuwa mdudu wa kompyuta ndiye alisababisha uharibifu na vidhibiti vya nyuklia. Karibu theluthi moja yao ilikuwa tayari imeshaharibiwa na Stuxnet, ingawa hakuna mtu hata mmoja aliyewahi kudhibitisha rasmi kuwajibika kwa shambulio hilo. Baadaye wataalam walihitimisha kwamba Stuxnet ilikuwa operesheni ya moja ama ya pamoja kati ya Marekani na Israel, na inakadiriwa kwamba ilirudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran miaka kadhaa. Hata hivyo, matokeo mengine ya Stuxnet hayawezi kuzidishiwa. Hii ilikuwa silaha ya kwanza ya kimtandao ya uharibifu mkubwa duniani. Mkurugenzi wa zamani wa NSA alilinganisha na wakati bomu la kwanza la atomic lilipotumika. Silaha mpya sasa ilikuwa nje na hakukuwa na kurudi nyuma tena. Na hivyo baada ya ugunduzi wa Stuxnet mwaka wa 2010, soko la Zero Day lijaa wanunuzi zaidi, ikiwa ni pamoja na nchi zenye rekodi mbaya za haki za kibinadamu. Kinyang'anyiro cha silaha za mtandao kilikuwa kikiendelea. Hii ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2017, na hofu sasa imezuka London. Wagonjwa wanafukuzwa kutoka hospitalini wakiambiwa upasuaji wao hawezi kuendelea. Wanaambiwa kwamba mfumo wa afya wa Uingereza umedukuliwa. Hasa zaidi ya hospitali nyingi nchini Uingereza zilikuwa zimeambukizwa na ransomware inayoitwa WannaCry. Wafanyikazi walipofungua kompyuta zao waliona ujumbe ukiwaambia kwamba faili zao zote zilikuwa zimesombwa na njia fiche. Kidokezi cha fidia kilisema, labda una shughuli nyingi, unatafuta njia ya kurejesha faili zako, lakini usipoteze muda wako. Hakuna mtu anaweza kurejesha faili zako bila huduma nje ya bug fiche. Bila shaka kwa hilo ilibidi ulipe. Anwani ya Bitcoin ilitolewa. Pia kulikuwa na muda wa bei kuongezeka, na kama hawangelipa ndani ya wiki moja, faili zao muhimu zingepotea milele. Ikawa wazi haraka kwamba programu za ransomware zilienea kote ulimwenguni kwa kasi ya kushangaza. Kuanzia mshirika wa ndege ya India, vyuo vikuu vya China, polisi wa Japan, hadi huduma kubwa zaidi ya mawasiliano ya simu nchini Hispania. Mamia maelfu ya kompyuta yalikuwa yamesombwa na njia fiche kwa WannaCry. Lakini hii ndiyo sehemu muhimu. Wataalamu waligundua haraka kwa nini mashambulizi yalikuwa yameenea haraka sana. Washambulizi walikuwa wametumia programu ya NSA iliyoibiwa iliyoitwa Internal Blue. Hii ilionyesha tu hatari ya serikali kuficha udhaifu huu wa siku sifuri, yani Zero Day, kwa jinsi programu hizi zinazoweza kuanguka mikononi mwa watu wasiofaa na kusababisha uharibifu usioelezeka. Katika kesi hii, shambulio hili lilifuatiliwa hadi na The Lazarus Group, kikundi cha dukuzi kilichounganishwa na serikali ya Korea Kaskazini. Kinachovutia kuhusu programu ya ransomware ni kwamba ni biashara. Kuna ripoti nyingi za watu wakibishana kuhusu bei na washambuliaji hawa, na baadhi ya timu za ransomware hata hutoa huduma kwa wateja. Hatimaye lengo lao ni kupata pesa. Na kwa bahati nzuri katika kesi hii wadukuzi walikuwa wazembe. Bila kujua walikuwa wamejumuisha kill switch katika msimbo wao. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 22 aliacha chuo, aliyeitwa Marcus Hutchins, aligundua kuwa programu hasidi ya WannaCry ingetekelezwa tu ikiwa haikuwa na kuunganisha kwa jina la kikoa cha kill switch ambacho kilikuwa ni safu ndefu ya herufi. Hata hivyo alisajili jina hilo la kikoa kwa $11 kwa sababu programu hasidi sasa inaweza kuunganisha kwa kikoa iache
yake kutekeleza kwenye vifaa vipya. Ingali kadirio kwamba WannaCry ilisababisha uharibifu wa hadi dola bilioni 4 na mwezi mmoja tu baadaye mambo yangekuwa mabaya zaidi. Mnamo tarehe 27 Juni mwaka 2017 Urusi ilitumia silaha hii mpya ya mtandao ya NSA iliyovuja nchini Ukraine katika kile kilichokuwa shambulio la mitandao lenye uharibifu zaidi katika historia. Wa Ukraine waliamka na kuona skrini nyeusi kila mahali. Hawakuweza kununua mboga, hawakuweza kutoa pesa kwenye ATM, hawakuweza kulipwa, hawakuweza hata kufuatilia viwango vya mionzi huko Chernobyl. Hata hivyo hawakuwa na wazo kama walikuwa salama. Shambulio hili moja kutoka Urusi linakadiriwa kuwa limegharimu zaidi ya dola bilioni 10, lakini Urusi ilikuwa ndani sana ya mfumo yote ya Ukraine kiasi kwamba wangeweza kutumia nguvu hiyo kwa urahisi kwa kitu hatari zaidi. Lakini badala yake walikuwa wakijaribu kutuma ujumbe kwa Ukraine kwamba serikali yao ilikuwa dhaifu na Urusi ilikuwa na nguvu kubwa ya udhibiti. Kwa kweli walikuwa wamefanya kitu ambacho miaka 2 iliyopita kwa kutumia unyonyaji tofauti. Wakati Warusi walipozima gridi ya umeme nchini Ukraine kwa muda mfupi, waliingiza nchi nzima kwenye giza na hofu. Kinachovutia kuhusu mashambulizi haya mitandao ni kwamba moja ya sababu mambo hayakuwa mabaya zaidi kwa Ukraine ni kwamba wakati huo si kila kitu kilikuwa kimeunganishwa kwa njia ya kiautomatic kule nchini Ukraine. Na ukilinganisha na nchi kama vile Marekani, kila kitu kimeunganishwa kwenye internet. Na hivyo wataalamu wameonya kwamba tunapoendelea kuunganisha vifaa zaidi, kuanzia hospitali zetu hadi viwanda vya kemikali hadi mabomba hadi magari hadi balbu za friji, kimsingi tunaunda eneo kubwa zaidi la mashambulizi duniani. Unaweza ukadhani matukio haya yangeweza kuamsha zaidi. Tumekuwa na nchi moja ikiharibu kwa mbali mpango wa nyuklia wa nchi nyingine. Tumekuwa na wadukuzi wakificha faili kote ulimwenguni zinazogharimu mabilioni ya dola. Tumekuwa na hata nchi imefunga umeme katika nchi nyingine. Lakini mizunguko wa habari unaendelea, unyonyaji unaendelea kuhifadhiwa na soko la siri, na siku ambazo hazina mwisho zinaendelea kustawi. Lakini ikiwa ulidhani kuwa soko la siku hizo zina kikomo, ni wakati wa kuchukua safari ya mtandao mweusi, yani black market, na kujifunza kuhusu biashara haramu zaidi duniani.